hujawahi kufundishwa chochote kuhusu fedha. Fedha sio kupata na kutumia. Fedha inaongozwa na bajeti. Bajeti manake inaonyesha, ni ramani inayoonyesha kwamba fedha inayoingia na fedha inayowekwa akiba na fedha ambayo inatumika. Sasa sisi ni mafundi wa kutumia. Hakuna mtu ambaye hajui kutumia. Kila mtu anajua kutumia, lakini hatujafundishwa kwamba kuna kuweka akiba. Na ndio maana ukimwambia mtu weka akiba, kama vile unamuonyesha kwamba unataka kufanya awe na maisha magumu, kwa sababu hiyo akili hatujawahi kufundishwa kwamba kuna kuweka akiba. Unaweza kumwambia mtu tu weka akiba, lakini inapingana na imani yake, kwa sababu hajawahi kuambiwa kitu chochote kuhusu uwekezaji. Wao uwekezaji mzuri unaanza mapema. Kama unaona huna mti mzuri wa kivuli ambao unao sasa hivi, maana yake miaka 10 nyuma ulitakiwa upande mti wa kivuli. Kama haukupanda miaka 10 iliyopita mti wa kivuli, inatakiwa upande leo ili uje ukae kwenye kivuli miaka 10 ijayo. Uwekezaji ni swala la muda. Lazima uwe na ufanye vitu kwa mwendelezo, uwe na uthabiti. Consistency ni ya muhimu, na uwe na focus. Ukubali kustiki kwenye vitu vichache vyenye maana na kuacha vitu vingine vyote. Lakini cha muhimu zaidi ni maarifa. Maarifa ndo yanakufanya uwe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Maamuzi sahihi juu ya afya yako, maamuzi sahihi juu ya uwekezaji wako, maamuzi sahihi juu ya mahusiano yako. Maarifa kwenye maeneo mbalimbali lazima uyajue. Usipokuwa na maarifa utapotezwa. Kuna mahali kwenye Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hawaangamizwi kwa kukosa rasilimali. Kila mtu ana rasilimali. Namna gani kuigeuza ile rasilimali kuwa fedha au kuwa kitu ambacho kinaweza kumsaidia, ndio shida. Kwa hiyo watu tuna pesa, lakini zile pesa zinaishia kutufanya tuingie kwenye madeni ambayo yanatuumiza. Kwa sababu nini? Hatuna maarifa juu ya fedha. Kitu chochote ambacho huna maarifa nacho kinakucontrol. Na kitu chochote unacho kicontrol, manake wewe una uwezo wa kukihendo. Kama unasema pesa yangu, yani pesa inaisha pasipo kujua kwamba inaenda wapi. Ujue pesa manake imekuzidi akili. Inaenda mahali ambapo hujui. Yaani sawa na unafuga mbuzi bila zizi. Mbuzi itajitokea wakati wote inapotaka, itakutesa, utatoka kwenda kuitafuta pasipo kutaka, kwa sababu unaifuga pasipo mfumo. Sisi kama vijana, kwanza tuepuke habari na taarifa zile hasi. Habari hasi zinaua uwezo wa mtu wa kufikiri. Tuepuke sana vitu vya kutufurahisha, tupende vitu vya kutuelimisha. Yani tunapoingia kwenye social media na kwenye maisha yetu tunayoishi, tupende sana vitu vya kuelimisha na kufundisha kuliko vitu vya kuburudisha. Ukiona unaburudishwa sana, ujue wewe ni mteja. Ukiona unaburudishwa sana, ujue wewe ni mteja. Manake attention yako watu wanauza. Na ndio maana ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, wakati wewe unaburudishwa na kuchekeshwa, baadaye unashangaa tangazo linakuja. Kwa manake yule mwenye ile akaunti amekukalisha ili wewe uje uuziwe kitu. Kwa sasa ili kuitumia mitandao ya kijamii kwa manufaa, ingia kwa lengo la kwamba naenda kufundishwa na kuelimishwa. Chochote ambacho hakifundishi na hakielimishi, achana nacho, kwa sababu mitandao ya kijamii tuna follow, tuna like na kusubscribe akaunti zile ambazo zina manufaa na sisi. Kama unataka kupata vitu vizuri, usifollow vile vitu ambavyo unaona vinakufurahisha tu na kukupa vitu ambavyo havikujengi. Follow zile account ambazo zinakufanyaje? Zinakuelimisha na kukufundisha kwa ajili ya kesho yako. Muda ni mchache, hatuna muda mwingi. Ujana ni mfupi sana. Ndio maana wengi tunakuja kukuta muda umeenda. Kwa hiyo sasa, ili kuepuka hayo, lazima tuwe na focus. Lazima tunarrow down vitu vichache tuvifanye kwa ukubwa.